wa juma lile la kifalme. Naye Mungu amini ni sehemu safi patakatifu ulipoandaliwa wewe mpendwa wetu babu. Kanisa lako watakukumbuka kwa yale mazuri, washirika wenzako watakukumbuka kwa yale mema yako, wa ushauri wako kwa kijiji, vijana wetu wanakulilia. Neno ya uchuma sitwakulilia, babu neno wewe kipenzi changu, ushauri wa jamaa nzima, mlezi wetu wewe umetuacha, na sasa ni taifa kubwa. Tutonana baada, kipenzi chetu umetuacha. Umetangulia wewe my friend, rest in peace. Mwendo umeumaliza, wewe ni shujaa. Nena salama, tutaonana mbinguni kwa Baba, tutaonana tukimba wimbo wa Musa na Bwana. Ila moyo unauma kuachwa na wewe, mfariji wetu umeenda kupenda, babu yetu umeenda kupenda, mfariji wetu nani, faraja yetu toke wapi? Tutonana baada, kipenzi chetu umetuacha, watoto wako kulili, familia nzima ya kulilia, wajukuu zako twakulili, shujaa wetu umeenda. Sina mengi ya kusema, nimeona nikusindikize na Mungu wangu, kuandaa yako special. Kwaheri baba. Yes,
kulialia tu. Ndio maana Yesu Kristo alipoona wale wabinti wa Yerusalemu walipokuwa nyuma wakaenda wakilia, aliwaambia kwamba enyi binti wa Yerusalemu, msinilie mimi bali jilindeni wenyewe na wana wenu wokavu. Maana Yesu Kristo alipenda kupatia tumaini ya kwamba yeye ndiye mwanzo wa kufa na yeye ndiye mwanzo wa ufufuo. Na yeyote atakayekufa katika Yesu Kristo ana matumaini ya kwamba siku moja atakufa. Na hiyo ndio furaha yetu. Na kwa hiyo sisi wa Kristo tuwe na matumaini kama haya. Usikalie kulialia tu jamani. Kwa hiyo tunamualika Siretanda simame atuombee Mungu, aombee pia na familia. Kuitana mwenu njira na weshia kwa yuhura ule kwa kebelela mchungeno. Makwele mbaka abecha utukatirisha bose ni Yesu Kristo tutuli Mungu kuselele. Amen. Tukimaliza kusoma, kwaya itajiandaa kwa wimbo, na baada ya kwaya familia itaandaa habari ya maisha ya marehemu, baadaye kanisa. Hivyo tutakafuatana. Tusome. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Wale kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Maana mateso yetu mepesi ndiyo ya muda kitambo tu yanatufanyia utukufu wa milele unaozidi kuwa mwingi sana. Tusijiangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Tuombe. Mungu aishie milele, Baba yetu, kwako tulipotoka na ni kwako tutakaporudi. Tupatie ufasiri wa kushikamana nasi kwa wakati huu safarini hapa duniani. Utufariji kwa kutukumbusha na Roho wako Mtakatifu kwamba yule tunayemfuata, yule Yesu, ameshinda mauti akiishi milele. Utuwezeshe kutazama maisha yetu hapa duniani tukiyapima katika nuru ya milele, ili roho zetu zitulie na macho yetu yaone wazi. Kwa Kristo twaomba, amen. Karibu waimbaji kwa nyimbo. Mchana kutwa mbele ya
Bwana Yesu asifiwe. Jamani, nasema tuko kwenye ibada. Tuko kwenye ibada, sio mpagani, sio nani. Basi tumefika muda wa kusikia hotuba fupi kutoka kwa familia kuhusu maisha ya marehemu. Ni kwamba marehemu alijulikana kwa jina la Ngochi Londa Risas, jina maarufu Stori. Mtoto wa Risas Ngochi wa jamaa ya Bashuma Bashalambe, nyumba ya Bashuma Loba. Mama yake alijulikana kwa jina la Pendeza Mwilikwa Alenge, wa jamaa ya Bashuma Bashalambe, nyumba ya Bashima Loba, nyumba ndogo ya Bashima Apwe. Marehemu alizaliwa pa Atuma tarehe 5 za mwezi wa 3 1949. Kuoa. Marehemu alioa mke mmoja ambaye alijulikana kwa jina la Botonga Mlelwa Penini, mtoto wa Yona Jembwe wa jamaa la Balinga, nyumba ya Bashango. Marehemu alibahatika kuzaa watoto 9, kati yao wa kike 4 na wa kiume 5. Watoto wanaoishi ni 6, wa kike 3 na wa kiume 3. Wajukuu wa marehemu alioacha ni 56 na wajukuruza 22. Elimu. Marehemu alisoma na kuishia darasa la 4 na shule ya msingi. Kazi. Marehemu alikuwa mkulima na mfugaji. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa na presha kwa muda mrefu. Hapa duniani marehemu aliishi miaka 74. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe.
Hii ni hotuba kutoka familia, na hapa tunaomba wote waliotumika hapa kwamba hii ndio habari watapeleka. Tofauti na hii hakuna nyingine. Tusiongeze nyingine kwa sababu tutapenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Kanisa Bwana asifiwe. Hapa tunasema Bwana asifiwe, kwa kuwa yote inayotendeka hapa ni kwa mapenzi ya Mungu, si ya mwanadamu bali ya Mungu. Bwana asifiwe. Hapa tunaona hotuba fupi wa kiroho kwa maisha ya marehemu. Bwana asifiwe. Tunasikia hii hotuba ya familia, hichi wanasema ile ya Igundi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimesimama hapa naitwa Mbutebenga, ndio mdogo wake ya marehemu. Nina ushuhuda fupi kidogo jinsi nilivyoishi na ndugu yangu, sababu hii ndio sherehe yake ya mwisho na ndio huduma yake wa mwisho hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kaka yangu huyu mimi namuita kaka yangu sababu tulizaliwa tumbo moja kwa baba na mama, lakini katika kiroho yeye ni baba, sababu amenikuza, amenisomesha, ameniongoza katika dini. Huyu alikuwa Mkristo katika dini dhehebu la Methodist, na ndio sisi wote wadogo zake alikuwa akitupeleka tukiwa na mwalimu Abelesco somo zake kutoka kanuni. Na sababu hiyo alipofika muda wa kutumbia, alitumbia mtoto wa Kalunja, mtoto wa Yona Kimbutina. Na sababu hii ilisababisha kanisa la dini Methodist kuchungwa na kanisa la Kalunja, tukiwa katika section ya Kalunja. Sisi wote watoto wa dini tulikulia Kalunja, tulijifunza mshimaki kutoka Kalunja. Bwana Yesu asifiwe. Ana moyo wa kulea familia, ametuoea wake, ameoea watoto wake, ametusomesha pamoja. Sisi tulishinda, lakini wale walioendelea na elimu mpaka leo wote wako vyuo vikuu. Hiyo ni shukrani kwa kaka yangu, na leo ninao furaha ya kumsindikiza. Mimi sina majonzi ya kufa, sababu najua kila mtu atakufa. Nilikuwa na majonzi kaka kuumwa, lakini kaka ugonjwa wake mtu kifo ndio kinaua mtu. Nilienda naye huko na huko alipona, lakini kifo kimemwambia tarehe 7 mwezi huu ndio mwisho wake, na leo ndio mwisho wake. Jamani, nina furaha kubwa kumwaga kaka aende na amani ya Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama watu wako bado pesa tunapaswa peni, tunajua baba kisa na meshi kama kifo ni hivyo basi, lakini tunapaswa kuonyesha nitakuwa na machache kama vile mtoto aliyekuwa hapa. Kweli tumezaliwa 9 lakini tumebaki 6, na miongoni ya wale wa 6 mimi ndio nimesimama. Naona dada zangu hawataweza kusimama. Ninamtolea mzee wangu shukrani kubwa sana kwa malezi ambayo ametulea toka utoto, ametulea kiroho na kimwili, na vile vile katika watu ambao wamejitahidi hapa kambini. Vraiment namtolea mzee kofia kwa kuwa amejitahidi na sote ametupeleka chuo kisi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe.
Nawakaribisha ndugu kwa usomi wa maandiko matakatifu. Zaburi ya 121. Nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya. 35 tunakwenda hadi 49. Nasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 15 naanza ile 35. Lakini labda mtu atasema, wafufuliwaje wafu? Nao huja kwa mwili gani? Ewe mpumbavu, upandayo haiuiki isipokufa, nayo uipandayo upandi mwili ule utakaokuwa, ila chembe tupu, ikiwa ni ngano au nyingineyo. Lakini mtu huipa mwili kama apendavyo. Mungu huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya watu. Upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari. Upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika nguvu. Upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama ilivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Amen. Hallelujah.
Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunafika muda wa kusikia neno la Mungu. Kwa hiyo tunamsimamisha mhubiri wetu aje kwa ajili ya kulitoa neno la Mungu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe.